yako itakaa masengenyo, itakaa vitu ambavyo wanavyovisema. Wengine wanakuja kwako ili kwa maneno ya kukuumiza, kukuvunja moyo, ili Mungu atoke, ili hayo mafanikio Mungu aliwekeza ndani yako yafanyaje? Yaondoke. Sisi tunaelewana? Sisi tunaelewana? Nyumbani kwako na kwenye ndoa yako umeweka Mungu au umeweka neno la Mungu? Au ndani kwako umeweka ile picha kubwa ya kwamba mapenzi yetu usiyaingilie, yaache yalivyo? Kama kwa Eva, sini kwa Eva wameweka watu wawili, mwanaume na mwanamke, wamekumbatiana. Ukiingia hapa, yaache hapa ndani, toka ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako umeweka nini? Kwenye nyumba yako umeweka neno gani? Eti mfano wewe umeweka neno gani? Au umeweka picha ya sanamu? Umeweka picha ya mume wako? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameweka mapicha ya watoto wao kwanza. Wengine wameweka mapicha ya babu zao waliokufa. Ndio ziko zina, ukiingia hapo maana yake kinachotangulia hapo ni mauti. Sasa nasema nimeliweka neno lako moyoni ili nisikutende nini? Dhambi. Si ndio? Maana yake sio moyoni tu. Nimeliweka neno lako kwenye nyumba yangu ili nguvu ya Roho Mtakatifu izirike. Nimeweka neno lako kwenye ndoa yangu ili ndoa yangu iwe na amani. Maana yake utakapoweka neno la Mungu kwenye ndoa yako, umemweka Mungu kwenye ndoa yako. Amen. Ningekutegemea ningekuja kwako nikute umeweka neno ya kwamba Bwana asipojenga mji ajengaye afanya kazi bure. Bwana asipolinda mji aulindaye afanya kazi bure. Nani ameweka hapa? Nani kwa ameweka neno la Mungu? Kuna hata mmoja? Lakini nataka ujifunze. Neno la Mungu linasema kwa mtini jifunzeni. Unaweza suri. Leo umekuja hapa unajifunza nini?